Alex, nimekwambia sihitaji huyo mzee wako afike humu ndani. La sivyo, kama unataka kunijua mimi upande wangu wa pili, naomba huyo mzee aje hapa. Ndio utanitambua mimi nani. Vai. Tambua kwamba wewe ni mke wangu hapa ndani. Sawa? Na nimekuweka hapa ndani. Mimi ndo mume wa hapa ndani. Chochote kile kinachohusika hapa ndani nahusika mimi. Sawa? Baba yangu lazima aje kuishi kwenye nyumba. Eti hapa ni nyumbani kwako na mzee atakuja nyumbani kwetu. Unapozungumza nyumbani kwako unajitoa. Unanitoa mimi, si ndio? Hapa sema ni nyumbani kwetu. Nimesema hivi, hii nyumba kama ni ya mzee atakuja kukaa hapa. Ila kama ni yangu mimi na wewe, simuhitaji kumuona hapo huyo mzee wako. Alafu labda unajisaulisha. Hivi unajiona wewe ni bora kuliko mimi, si ndio? Au wewe una mzazi peke yako, mimi sina wazazi. Kumbuka hata mimi nina baba na nina mama. Vile vile nina uwezo wa kumleta mamangu akakaa hapa. Sio babako ndo bora zaidi. Vai mimi tambua kwamba nimezaliwa. Sawa? Nimezaliwa na baba yangu anahusika. Siwezi kumuona baba yangu ananyanyasika na teseka, alafu mwanae niko vizuri, mwanae na kazi nzuri, mwanae naishi maisha mazuri. Kwa hayo maisha yapi uliyoyatengeneza? Maisha tumeyatafuta mimi na wewe. Kwa masuala ya wazazi tusipangiane. Mimi vile vile nina uwezo wa kumchukua mamangu nikaja nikakaa naye hapa. Kwa usitaki kunitania Alex. Vai, nadhani unanisahau. Nadhani unanisahau wapi mimi umenitoa. Nadhani unanisahau wapi mimi umenikuta. Umejisaulisha, si ndio Unakumbuka kwamba mimi nilikuwa ni mwanaume muuni sana. Mimi nilikuwa ni mwanaume ambaye hakuna mwanamke yoyote ambaye anapita mbele ya macho yangu. Sawa? Lakini nimeamua kutulia na nikaamua kuwa na wewe. Sasa Vai, unanikwenda kunikosea. Na kama unakwenda kunikosea Vai, utakuja kuona mwisho wako mbaya. Hivi, ni wanawake woga mnakuwa vipi labda? Hivi, mwanaume anajitokeza na kupenda, anakuheshimu, anakujali na anakusamini kwa kila kitu. Alafu unashindwa kujua thamani ya upendo anaokuonyesha. Hivi mnakuwa ni wanawake aina gani? Mnatufanya si wanaume, kuna muda tunakuwa korofi. Kuna muda tunashindwa kuuzuia moyo. Na kama tunashindwa kuuzuia moyo, basi naomba utengeneze kitu fulani kwenye moyo wako cha heshima na respect ya mume wako. Mheshimu mume wako kuliko kitu chochote. Babako yule pale. Babako anaongea nini? Babako anaongea nini? Mimi ni mumeo. Mimi ni mume wako. Ili penzi la baba mkwe nimedata na ba. Sawa, ni heshimu. Mzee. Shikamoo mzee. Salama mzee wangu. Basi hamna shida, nisamehe kwa sababu nimeshindwa kutafuta kwa muda mrefu mzee wangu kutokana na kazi tunazozifanya, kazi za watu na changamoto, lakini mzee wangu nimekukumbuka na ndio maana nimekupigia simu. Lakini pia kukupigia simu kulikuwa kuna ujumbe mzuri tu mzee. Hamna shida wala tuko sawa, kuna tatizo lolote mzee. Sasa ninachokiomba, naomba kesho asubuhi, naomba kuanzia leo sasa hivi upange vitu vyako vyote. Kwa hiyo kuanzia kesho natumaini utakuwepo mbele ya macho yangu. Nitafurahi sana kukuona pia mzee wangu. Karibu. Na kuhusu nauli nitakutumia. Baadaye tutawasiliana vizuri mzee. Sawa. Kwa hiyo Alex, nilichokizungumza mimi umeona nimeongea pumba, si ndio? Hivyo ni mwanaume gani lakini ambaye hutaki kumsikiliza mke wako? Unataka niongee nini Alex? Nadhani kwamba huu sio muda sahihi wa kuzungumza vitu kama hivyo tena. Mimi nimeshafanya uamuzi na hakuna kitu ambacho utapinga.
Ninaondoka na kuuacha mji wangu. Sijui ni nani ataniangalizia mji wangu, na sijui nitaishi kwa kipindi gani huko mjini. Tuombe Mungu mvua zinazoendelea kunyesha zisiharibu mji wangu. Chozi latoka nashindwa kusema, chozi latoka lanifanya niwe juu, chozi latoka nashindwa kuhema, chozi lanifanya niumbuke huku, nimempa moyo kakosa utu, penzi lafanya naumbuka huku, maumivu, maumivu, naumbuka tu, naumbuka mimi, majirani wananicheka. Mbona umekuwa ni mtu wa mawazo? Hapana, mimi niko sawa tu. Basi unakoje saa wakati mtu umekaa kwa muda wote huko ndani? Yaani inawezekana vipi labda? Yaani inawezekana vipi kwamba nyumba ni ya kwangu mimi, pesa natafuta mimi mwenyewe? Kuna haja gani basi sasa kutafuta hizo mali zenyewe? Kuna haja gani? Kuna haja gani? Bana. Mbona sikuelewi? Shida yangu nilikuwa nayo unajua huwezi kuitatua. Kwa hiyo ni vyema tu ungeniacha. Hauko sawa, kwani ungekuwa sawa mimi ningekuwa niko hapa sasa hivi. Bana. Naumia sana sasa. Yaani maumivu ninayojisikia kwenye nafsi yangu ni makubwa sana. Yaani kidonda nilichokuwa nacho ni kikubwa sana katika moyo wangu. Naomba niache please. Kwani matatizo yako hizo kanieleza nikakusaidia? Ni matatizo ya kifamilia tu. Ni matatizo tu ambayo yananikabili katika familia yangu. Lakini unavyozidi kukaa huko ndani unalia, unaumiza moyo wako, ni bora useme. Naweza nikakushauri ukatatua jambo. Nitatatua mwenyewe. Nilikuwa naomba uniache kidogo. Sawa. Basi sawa daktari. Muda umeisha, kwa hiyo mfumo tuondoke nyumbani.
Bi mkubwa, mimi nimesubiri nimechoka. Mbona muda unazidi kwenda afu mtu atokee vipi? Kwani si umeambiwa subiri dakika 5? Ah, ndio mpaka saa hizi dakika 5. Anakuja, kisha sema subiri basi wewe subiri. Wasikia mboi. Chagua chenye thamani ya hela yako tembea. Wewe bi mkubwa, mbona hapa hakuna kitu kinachofikia hela thamani yangu hapa vipi? Bwana umeambiwa chukua kitu cha thamani ya hela yako. Cheni dharau bwana. Shuka hiyo inafikia thamani ya hela. Hataki hela. Hataki hela. Hataki hela, cheni dharau bwana. Wewe asikia nini? Mimi mwenyewe nayaweza hivyo hivyo. Unaweza? Nayaweza. Sikilize. Nakusikia. Unaweza. Subiri mama. Fresh. Mzuri. Acha mapepo ngoma yangu. Unaweza? Nayaweza. Wewe unasema kistaarabu nikiwa naongea na katika roho ya kibinadamu. Wewe unasemaje? Wewe unasemaje? Uweze kunigia mimi shuka kwa kina nusu. Kilichokuwa cha kwako tembea. Sikia boy. Tunazungumza kwa mapenzi kwa sababu tukija kuzungumza upande wa pili yani hapo tukibadilika yani tukianza kunya hapa harufu inanuka kote. Unaelewa? Wewe ukitaka kunya wewe kunya. Mimi siwezi kuchukua shuka mbala usikie hela yangu. Mamto, unajua huyu atuletea mazao. Ngiza wewe. Namchelewesha. Unajua sonyewe namba kuliko unafuskoa. Wewe siku kaanza kupolisi tunapuma kokote. Wewe mshamba nini mwenetu? Bote tatizo hicho kama hizo. Alafu nisikilize unajua na mambo. Unajua unazingua na watu wadogo kama wale tamazao afu atakuja azalisha mimi in charge unajua. Karibu sana mzee wangu bwana. Hapa nyumbani. Kwa hiyo mzee Kapopo Rabek. Mzee shikamoo. Marahaba. Shikamoo baba. Marahaba. Unajua mzee tunatoka kule bana tunakuangalia kule nyumbani. Hatukuoni nimeita sana lakini nikasema najua wapi pa kumpata mzee. Ndio maana nikaja mpaka hapa. Naona hapo kwenye harakati zako kidogo za kilimo. Sio tupo kwenye kilimo. Tukaona bwana ni weekend tukasema nikamwambia kidogo mwenzangu kwamba nataka kwenda kumsalimia babangu. Kwa hiyo ndio maana leo tuko hapa na ujio huu ni wa kwako. Nimekuja kukusalimia mzee wangu. Alex.
Sawa, umekuja kunitambulisha kwamba huyu ni mkuu wangu, lakini hapa nilipo mimi ni kipofu. Mkwe kama huyu siwezi kumwangalia jicho langu. Mzee wangu, karibu sana. Hapa ndio nyumbani kwangu. Hapa ndipo sehemu ambayo mtoto wako anajipumzisha, na hii ndio nyumba yangu. Kwa karibu, jisikie kama uko nyumbani. Chochote kile unachokiona hapa ni cha kwangu, kwa hiyo utakitumia utakavyohitaji wewe. Wife, nadhani umeona kuna mgeni hapa ndani leo. Baba ndo ameshaingia ndani ya mjengo kutoka sio leo wala kesho. Tutaendelea kuwa naye hapa siku zote. Kwa hiyo sitaki kuona tatizo lolote linalotokea, yani kitu chochote kile. Heshima, respect itawale huko ndani. Mzee, kwanza pia nikupe pole mzee wangu kwa hao vijana ambao umekutana nao. Lazima ukishakuja katika hili jiji lazima ukaribishwe kidogo. Kwa hiyo pole sana kwa leo kukaribisha, lakini kuhusu hivyo vitu vilivyopotea achana navyo mzee. Tutanunua vitu vingine vipya. Usinikumbushe bwana. Alex, kwanza nikupongeze kwa kujenga nyumba nzuri yenye kuvutia katika macho ya watu. Lakini pia nikupe pole kwa kuchukua mwanamke kama huyu na kumweka ndani. Alex, nilikwambia nini na umefanya nini? Ili penzi la baba mkwe nimedata na